umetupigania vita Baba ambavyo hatuweza. Tunakupenda Yesu, umetutoa mavumbini, umetuinua
Ukasema let me be kwa sababu ya kibali na neema Bwana uliyotuma kwa mahali hapa. Oh Lord, we thank you. Oh Lord, we thank you for everything that the Lord has taken for us to be in your presence this morning. Father Lord, we welcome your presence and your power in our midst, oh God. As we worship you, King of glory, as we hear from you, Lord, you come and speak unto our souls in the name of Jesus Christ. We have, oh Lord, that you may be exalted. Thank you because of every soul the Lord is in here. Thank you because of they that are watching us. Thank you because of they that are listening unto us, oh God. As we hear from you this morning, may you speak unto our hearts, oh Lord. May you speak unto our souls in the name of Jesus Christ. Lord, this morning we decrease as you increase. We give you all the glory and all the honor. Father, as we proceed with our service, we ask the Lord,
May the doors of heaven be opened this morning, and may you speak unto us, O God. We thank you and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Amen. Tunamshukuru Bwana kwa sababu ya asubuhi ya leo. He has been so good unto us, and we have every reason to praise him. Being the first week of the month, also the first week of the year, I want to welcome you to our services this year. And I know that God is going to be with us. Our big topic this year is to redig the blocked walls. And the blocked wells. And I know that the Lord is going to be with us. For the Bible says that there is nothing that is impossible with God. Amen, amen. Amen, amen. So wale ambao mnatusikiza, tunawakujia moja kwa moja kutoka kanisa letu la Nyamataro P.A.G Church. Tunawaalika ili tukapate kushiriki kwa pamoja. So because of the time, tuko na muda mfupi sana. I want us to go to the word of God so that we may hear what God has for us this morning. So we had our last year was a year of challenges of every kind. But we are hoping that God is going to help us this year. So in the book of Luke, chapter number 6, I want to read verse number 22. Alafu tutaruka hizo hapo. So that we may hear what God has for us. And this is what the Bible says. Blessed are you when people hate you and when they exclude you and defile you and disappoint your name as evil on account of my son, on account of the Son of Man. Yes. Na kobarustanania na kobachaya na kosaria marieta ino buna naba bemore asengencho yo mwana omwanya bantu. In the verse number 27, the Bible says, but I say to you, who here love our enemies, do good to those who hate you. Verse number 28, bless those who curse you and pray for those who abuse you. Yes. Amen. Praise the name of the Lord. So that is the message that the Lord has put into my heart this morning. So I want us to look katika hili jambo on a few things. Ni vizuri mtu unapokataliwa, because it brings a blessing unto your life.
Praise the name of the Lord. So, when people hate you, when people speak much about your life, when people turn against you, when they exclude your name, when they speak every kind of evil against you, even when you have not committed anything that is evil, the Bible says that blessed is you. So when you hear them talking, when you hear them speaking every kind of evil against your life, know that is a door of blessings that they have opened for you. When they hate you, the Bible says that it's a blessing. They can consider you as someone that is a curse. But God sees you as a blessing. That is why He says, these words are spoken by Jesus Christ Himself. So when people sees you as a curse, the Lord Jesus Christ sees you as a blessing. So He wants to encourage us, because in our daily life we are passing through this. We are persecuted. We are falsely accused. Our names have been excluded from other names. But the Bible says, blessed are we when we have been put aside. When our friends take our names and they put them aside, even when you are doing good to them, they choose to repay you with evil. Consider it a blessing. There is a God who fights our battles. In the name of Jesus Christ. So we that are persecuted mostly for the name of the Lord, that we are persecuted for will never abandon us. Hallelujah. We will arise and fight our battles. Yes, people may curse us, but He has called us blessed ones. So tusiwe na sababu ya kuchukia maadui zetu. When you hear them talking about you, congratulate them, because they are preparing a way for you to be blessed. Amen. Amen. And that is why He says in verse 27. Here He says, but I say to you who hear. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengine kumbe hata wakiongeleshwa maneno kama haya hawayasikizi. Unasema kama ni mbaya mbaya, kama washanisema wamenisema hakuna kitu siwezi kuwasamehe. You choose to pay evil for evil. Bwana Yesu asifiwe. But here Jesus says,
lakini ila Yesu nikakuteba But I say to those who hear, ikongoteba batebi bali bategerete love your enemies. banche ababisaba ino Do good to those who hate you. korama yako Yesu bali babagetete Bwana Yesu asifiwe. omane Yesu Do you have an enemy this morning? nobwata mabisaba ona mambia Do you have anybody that hates you? nobwata ndoko echete gose The Lord says, ebuko yakoteba if you hear these words this morning, onye ngokuigwa mangana yabona mambi when you face your enemies, ekero komanyoro mabiso I know they are there. ni manyete ngambaroro I know they like hurting you now and then. ni manyete ngana obale bono ile na ande magende tokobororo Each and every day they are fighting to see that you are not happy at all. kera ritu ko magende tokoronga eto tubwati moko toka They want to see, they don't want to see you even anymore. mbamage tukokorana ongengake So never revenge. Usilipize kizazi. toba sukwanga negesio Praise the Lord. Never curse them. toba sukobagete Let them speak whatever that they can speak. batuje bakwana kinbaranyare kokwana You know that you have a God manyanga nobwati who nyasaye is able to fight your battles. oyo nechinguru chokorwana isegi Who chia is able to give you victory. oyo konyare kokobo bui Jesus Christ is telling us asigo Yesu Kristo kotebyare that you love your enemies. inga ine bancha babisaba ino Do good to those who hate you. korama yako Yesu bali babagetete Hallelujah. hallelujah Yes. Kwa hivyo we as Christians, ikose ntumna yaba Kristo the children of light, abana bomugaso know that we don't have enemies. bali ngantu bwati ababisa We are surrounded by enemies. iko twidonanire n'ababisa A multitude. abange Even our family members. nonye bali bare asiki familia Those yeso people that we worship with. bali toko sasima na barabwa Wale watu ambao tuko kwa kwaya na wao bali toko tere na barabwa wanaweza inuka kinyume na sisi. na bubale maminche yaito Wale watu ambao tunafanya kazi na wao bali toko rendero mwana barabwa wanaweza kuinuka kinyume na wewe. na umakunyara kulima kama But minche yaito Jesus is telling us, lakini Yesu ni garkar ko I say to you who hear, ikonko batebi ino bali moko iwo you love your enemies. bancha babisaba ino Bwana Yesu asifiwe. Whenever they are this morning, asabale bana mambi tunataka tuwatumie hii habari. iko toto ito batumira manganayo Adui zetu wote, wherever you are, aba bisaba ito monse asabale sisi tunawapenda. intuta banje Bwana Yesu asifiwe. Hatuna nguvu za kulipiza kizazi. tobwati nguru chobwaka nele somba Kwa wanapotunena mabaya, ikosekera bakotukwana bo wanapotuchukia na kutufanyia vibaya, ekero bagotogeche na gotokorera the bo Bible considers us blessed ones. ebugwagotera nga intuna So basisekera when you fight those people that are fighting you, igokere moko wani bari bakobarwania you are blocking that blessing that comes when you are persecuted. iwagosiekirrogo sisemi yako igogogosiekerogo So chako allow God asiigu mwanchere to nyasaye fight for you. agworwanirire Amen. Amen. You just close your mouth. ayesieko monoro Funga tu, wacha maneno tu yaingie kwa masikio, but funga kinywa. tegerea n'amato lakini Maana rendu utakapowajibu ekiagerekerora abairanĩria umesimama katika nafasi ya Mungu. kwa hili libaka lya nyasaye Wewe chukua nafasi when you are persecuted, try to do good. ayo iga libaka lyokora maye ekerogo chandwa Amen. amen Yes. One day we were somewhere we were somewhere. itukeli muntu alenga asigete Tulikuwa kwa nyimbo. asamatera Tulikuwa kwa nyimbo wapi pale Steve? Ekerore. aliekerere gotera I was reminding one of my friend pastor nare koinyorio mo bastondo musani of what they did for me when we were in Bible college. ekero kero bankorete ekero twarengese sukuru elio borandia It was so bitter. kuyarenge burro mono Praise the name of the Lord. yetu
We were living in the same house. We were 3 of us. So tulikuwa tunakusanya pesa ya kufanya budget. So their money came earlier. So wakapanga, wakafanya budget, wakahamisha, wakaeka kwa rumu ya mtu mwingine. So wakahamisha unga, wakahamisha mboga na sukari na vitu vyote. So mmoja anaenda anapika, anakula, anakuja anaambia mwingine nani amekuita kwake. Huyu pia anaenda anakula, anaosha vyombo, wanaeka hapo. For 1 week. So I suffered. These were my brothers. They go wanakula, mimi niko njaa. Wakikucha unasikia raba. Wanaongea kwa ndimi. So one day tumekutana na mmoja. I was smoking him. Tulikuwa na Steve, nikamwambia bwana wewe mnafaa ku apologize. I never paid anything evil. Me, I trusted on God. And my life is not the same. So those who hate you, even for no reason, they are persecuting you. They don't want to hear even your name. The Bible says in verse number 28 that you bless those who curse you. When they curse you, you just speak a blessing over them. Pray for them. Tell God that me, I don't want to fight. Allow him to fight your battles. So here Jesus says, pray for those who are, bless those who are cursing you. And they pray for those who abuse you. So when you are facing challenges like this, you know that you are not alone. There is a God in heaven who is there for you. So remember your enemies in your prayers. Hallelujah. How many of us prays for their enemies? What kind of a prayer you make to their lives? Mtu mwingine alimba akasema si jana. Mtu mwingine alimba akasema ombea adui yako aishi siku nyingi. Aone vile Bwana anavyokutendea. Never tell God to kill your enemies. Pray that they may live long, so that they may see what God is doing unto your life. You bless them when they speak a curse. You bless them. Amen. Maneno yao ndio yanakubariki. Maneno yao ndio yanakuinua viwango. Maneno yao ndio yatakao kufanya uendelee mbele. Hallelujah. Tunasikia mambo mengi. Na tunawaombea maadui zetu, endeleeni kuishi. So that you may witness what God is doing. Bwana asifiwe. So never curse them. Usiwarahani kabisa. Hata Yesu alisema in the book of Luke chapter 23 verse number 34, wakati walimsurubisha wakamfanyia vibaya bila kosa,
And he says, Jesus said, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Bwana Yesu asifiwe. May the Lord forgive our enemies, for they don't know what they are doing. Wakati mwingine wanaweza fikiria ya kwamba wanataka kutuangamiza, but they are pushing us into our destiny. Yes, wanaweza kuwa wanafikiria wanataka kuongea jina lako liishe CV. Lakini wanakutambulisha kwa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma historia ya Ana na Penina, kinachofanya Ana anajulikana zaidi is because she was a barren woman ambaye alikuwa ameteswa sana na Penina. So yale maneno ambayo Penina alikuwa anampea, alikuwa anataka amfunje moyo kabisa, anaonekana ya kwamba yeye sio kitu. Lakini yale maneno ndio yalimsukuma Ana akaishi katika hekalu, akaomba mpaka Bwana akambariki. So that blessing that God gave to Anna, the son Samuel the prophet, ndio hayo maneno tunasoma the book of 1 Samuel and the 2 Samuel and the other books zenye Samuel anatachika. So at the times allow your enemies into your life. Kuwa na moyo mgumu. Wanaposema wakikuongea kwa Kikisii, kagirana magana inegi China bagukwa na turiko igu. So that you may reach where God wants you to reach. So Jesus said, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. So never wake up in the morning. Unaanza kusema Bwana, waue wote, kill them all this morning. See how they are troubling me, kill them. The Bible says, bless those who curse you. Amen. 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 So in the book of 1 Peter, as we are almost finishing, the Bible says, do not repay evil for evil. The feeling for the feeling. But the contrary, bless. For this you are called, that you may obtain a blessing. Bwana Yesu asifiwe. Pia mtumishi wa Mungu Petro anatuambia kwamba tusiwe watu wa kulipiza mabaya kwa mabaya. Yaani mtu akikufanyia tendo baya, pia wewe unataka feel the way you are feeling. Yaani mtu akikutusi, pia wewe unataka utaribu, yani kama amekutusi kidogo unataka uongeze kiwango kidogo, pia yeye afeel vile una feel. Mtu akikugonga kidogo, akikugonga kusema amechukua ama mtu amekugonga,
Mtu amechukua kamuti tu amekugonga. Wewe unatafuta panga unagonga zaidi. Huyo mtu afiri vile wewe umefiri. The Bible says, do not repay evil for evil. Let them continue doing their evil. For at the proper time of the Lord, they will leave their evil deeds. Hallelujah. We have been called for a blessing. So let us do good to our enemies. Never argue with them. So you just focus. So this year, I want to urge you. I want to strengthen you with this word. That you know that you are surrounded by a multitude of enemies. Wanaweza kukusema hata wakati uchawafanyia kitu. Wanaweza hata wakakupiga kwa maneno mpaka unashindwa kuinuka. Watakuwekelea mengine mengi. Watasema mambo mengi kuhusu maisha yako. Watasema mengi kuhusu huduma yako. But let them talk. They will speak much over your family. Just give them enough space to talk. Allow God to deal with them. Never revenge. Never. You have been called for a blessing. Amen. So we wabariki. If you know your enemies, kuna mtu akuna adui hapa ndani vile tuko hivi mnaangaliana. Epo angalia hiyo jirani yako uone kama ni mweka hivi. Aba bisamore. Kata lindora algeni uchimara. Kuna adui yako hapa ndani. Kama yuko mwambie nimekusamehe bure. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki nikuweke moyoni nizuilie baraka zangu. So utakapotoka mahali hapa siku ya leo, wewe wasamehe tu bure. Kwa maana kwa sababu unapowasamehe, you are connecting to your blessings. In the name of Jesus Christ. So may God give you enough heart of accommodating whatever your enemies speaks. But never revenge. Give vengeance for the Lord. Amen. Bwana wabariki sana. Ningependa tu tusimame juu ili tukaweze kuomba na Bwana atatubariki. Amen. Unaweza kufanya. Hallelujah. Kwa dakika tu chache ningependa tu ufungue moyo wako, ufikirie yani uone kama kuna mtu amekufanyia vibaya, alikufanyia mwaka jana, hata hizi siku chache tumekuja katika mwaka huu, naweza pata kuna wengine wamesema mabaya, umeyasikia yameumiza moyo wako. Uwe na nafasi ya kuwasamea asubuhi ya leo. Usije ukaweke mtu rohoni mwako ukakose baraka. Haleluya. Hebu jaribu kuangalia moyo wako tunapoomba asubuhi ya leo.
Tusiombe kama kuna kitu kinachokusumbua moyoni tena kibaki. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. We thank you because of your word, O King of glory. The blessed are they that are persecuted. Oh, Jehovah Shalom, they that have been abandoned. Those ones, the Lord, have been set apart. Blessed are they that are foolishly accused. Wale ambao wananenewa mabaya hata kwa ajili yako. Neno lako Bwana limetuambia ya kwamba wamebarikiwa. Asubuhi ya leo, Mungu, kwa neno lako umetuita Jehova. Umetuweka katika huduma hii, Mwenyezi Mungu. Ni mengi ambayo Bwana ucha katika maisha yetu. Ni mengi ambayo maadui zetu wametupangia. Wengine ni wale ambao tunaoabudu na wao. Wengine ni wale ambao tunaofanya kazi na wao. Wengine ni wale wa familia zetu. Bwana, tunaomba ya kwamba asubuhi ya leo ukatupe moyo wa kuvumilia hayo mateso, maana tutakapovumilia wewe Bwana utatubariki. Tusiwe watu ambao tunaolipiza kizazi, bali Bwana tuwe watu ambao tunaotegemea baraka inayokuja wakati ambao Bwana tunapitia hali ngumu. Kuna mtu mahali hapa asubuhi ya leo amepitia katika hiyo hali. Amesemwa, ametukanwa, amenenewa mabaya. Hata siku chache hizi ambazo tumeanza mwaka, already amekasirishwa na mambo ya watu. Bwana, tunaomba ya kwamba ukatusamehe kama tumeweka yeyote ndani ya mioyo yetu asubuhi ya leo. Ukatupe neema ya kuachilia ili Bwana tukapokea baraka zako katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa mabwana, neno lako limesema ya kwamba tuwabariki wale ambao wanaturahani. We bless them this morning, oh Lord. We bless them, oh King of glory. We don't consider what cast they speak against us. But Lord, we speak a blessing over them. We pray for those who betray us. In the name of Jesus Christ. Father, Lord, we don't want to repay evil for evil. Your word says in the book of Luke 21:23. The Lord, you say, therefore they don't know what they are. Asubuhi ya leo, asante kwa sababu utatupa neema na kibali cha kusimama. Asante kwa sababu utatupa moyo wa uvumilivu. Asante kwa sababu utatupa roho ya kukungojea na kungojea baraka zile ambazo Bwana ziko katika neno lako. Jina lako litukuzwe kwa kuwa utatutendea mema, maana wewe ni Mungu wetu. Tunakupenda, tunapenda jina lako. Tunakupenda, tunapenda mapenzi yako Bwana. Omba ya kwamba ukatusaidie tuyatimize yote ili jina lako. Mwaka huu Bwana utatuinua kwa viwango vingine, kwa kuwa tutakutegemea kwa mambo yote.
Jina lako limidiwe na litukuzwe kwa kuwa wewe ni Mungu. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen, amen. Bwana wabariki. Karibu sana Bishop. Bwana asifiwe. Tumwimbie Bwana, tutoe sadaka tunapoenda katika madarasa yetu. Kabla hujatoa sadaka, wacha niombe. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu mkuu, muumba mbingu na nchi. Pokea sifa na utukufu. Asubuhi ya leo tumesikiza neno lako, na sisi kama wana wako tuko tayari kutoa sadaka yetu, kwa sababu ibada haikamiliki bila sadaka. Bariki kila mmoja wetu ambaye hako hapa. Bariki wale ambao wamesikia, ambao wanaweza hata tuma sadaka yao. Uwabariki na ukutane na mahitaji yao katika jina la Yesu. Hata tunapoendelea ibada zetu siku ya leo, Bwana, bado tunakutegemea. Tunatarajia makuu kutoka kwako, kwa sababu huu ni mwaka mpya. Tunatangaza ushindi kwa watu wako. Tunatangaza kuinuliwa kwa watu wako, kutoka kiwango kimoja hadi kingine, kwa sababu tayari umeahidi kwamba mwaka huu utatupeleka mbali. Tunataka kusimama sawa sawa na ahadi zako, fanya yale ambao umetuamuru tuyatekeleze. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu aliye mwokozi wetu. Amen. Tuimbe tukimtolea Bwana na tuelekee katika madarasa yetu ya Sunday School. Bwana wabariki. Tuimbe. Amen. Tuelekee katika madarasa yetu.